wangu. Hivi unajua usingeniletea chips leo nilikuwa nashinda njaa. Unajua ulivyoniambia kwamba yaani una hamu ya kula chakula chochote. Nikajua tu huyu atashinda njaa. Na mimi nikajiongeza maana najua vitu vyako. Nikajua nikileta chips hapa. Hakuna cha hamu ya kula, lazima tu ule. Lazima tu ule. Bila nikwambia kitu, ni chips tamu. Eti. Au kuchomea chips hii, anajua kusema kuchomea chips. Kwa hiyo tumpe 5 tena. Eh, 5 tena huyu. Acha utani bwana. Unajua nini? Siku nyingine nikwambia kunichomea chips. Unachoma kwa hiyo. Chips tamu hizo. Sio kwamba uniambia ukanichomee chips. Na nikuletee chips anayechoma ni nyingine huko ndani sasa. So mimi kuanzisha kidogo sisi kidogo. Sikiliza basi, sikiliza. Hiyo ni kwa ajili yako. Na namo ulivyosema una njaa, nikasema sasa hapa nikuchomee chips kubwa ili ule ushibe. Mwenyewe nimekuja hapa nilikuwa nimekula. Kwa hiyo hata hivi sasa unavyoiona hapa najikaza tu kwa sababu mke wangu umeniwekea hapa najikaza tu lakini tumboni liko vizuri. Kwa hiyo hata sona. Mimi nishaikukataa chakula chako. Hata sasa nikwambie kitu. Kwa nafikiri kwa kulisha kweli. Wewe ndivyo mchoyo, si unajua. Sisi nikashangaa hii chips leo vipi? Napewa chips. Nikashangaa kwa maana kwa chips kweli. Hujastuka. Waifu. Nini? Msikia kitu kimekata hivi. Huo utani wako umeanza. Huo utani wako umeanza. Hebu kula bwana, mwache masiala. Kula basi. Sio utani. Mwanangu. Hii sio hali ya kawaida. Hebu acha masiala basi na wewe jamani mke wangu. Kabisa. Tumbo. Kwa nini? Tumbo. Sasa tumbo amkunywa kwanza kidogo juice. Sasa tumbo limekuwaje? Tumbo limekuwaje? Tumbo. Yawezekana kuna kitu ulikula kabla hii chips, si ndio? Au ulikunywa maji machafu? Hapana. Sawa. Kwa hiyo nikupeleke hospitali au? Nikupeleke hospitali? Ikiwezekana. Sasa si au kabla chips ulikula nini? Kwa sija kitu. Hapana, labda inawezekana kuna kitu ulikula kabla ya chips. Hapana. Sija kitu chochote toka asubuhi leo. Sija. Kwa nini inakuuma sana Tumbo. Inakuuma sana? Tumbo linauma. Tumbo. Basi sawa, nakupeleka hospitali, sawa Awena. Awena. Basi jikaze basi. Basi tunaenda hospitali. Awena. Awena. Daktari umeniita. Ndio nimekuita binti. Ili niweze kupatia majibu ya mama yako. Mama yako tumejaribu kumfanyia vipimo na vipimo vinaonyesha kuna viashiria vya sumu ambavyo mama yako amekula na ambavyo vimepelekea kusambaa kwenye mwili wake. Hivyo usiwe na wasiwasi. Mama yako atarejea katika hali yake kama ya awali. Sumu? Ndiyo, sumu. Unataka kumaanisha nini dokta? Hii sumu siwezi kujua kwamba hii sumu labda amelishwa na mtu au amekula mwenyewe au amekunywa katika vinywaji au kikweli hapo sitojua. Lakini kikubwa sisi ni kumsimamia na kumtibu tu. Dokta samani, naweza nikapata nafasi ya kwenda kumuona? Okay, sawa. Kama unataka kwenda kumuona mama yako utakwenda kumuona, lakini si kwa masaa haya. Itachukua muda gani dokta? Binti, usiwe na wasiwasi. Mama yako atakuwa sawa kabisa. Sawa binti? Sawa dokta, nimekuelewa. Naomba nivumilie kidogo, nikitoka tu hapa nakutafuta.
Hayo tutazungumza nikija, ndugu yangu, nimekwambia na shida kidogo. Sawa, nitakupigia, nitakutafuta, usiwe na wasiwasi. Ni mambo tu ya kifamilia. Kwa unipe muda, nikitoka nitakutafuta. Vipi? Hivi baba, naweza nikakuuliza swali? Hivi chanzo cha mamangu kulala hospitali ni nini? Na daktari amesema kwamba mamangu amekula chakula chenye sumu. Unaweza ukaniambia? Wewe mtoto, wewe bado binti mdogo sana. Narudia tena, wewe bado ni binti mdogo sana. Haya mambo ambayo unataka kuyajua, hutakuja kuyajua. Narudia, hutakuja kuyajua. Kuna kitu unakijua kuhusu mamangu? Mama, usijali, utakuwa sawa. Hapana binti yangu, siwezi kupona. Useme hivyo mama, utakuwa sawa. Tuko hospitali hapa mama. Awena. Abe mama. Nisikilize binti yangu. Baba yako sio mtu mzuri kwangu. Chakula alichoniletea nahisi kilikuwa na sumu. Kwa hiyo siwezi kupona. Mama, usiongee hivyo, utapona. Utapona, utakuwa sawa mamangu, usiwaze. Nisikilize binti yangu. Nakusikiliza mama. Kama nitakufa, naomba Mama, baba yako usimuhusishe chochote kwenye mali zangu. Hizo mali ni za kwangu, sitabaki chini yako, na wewe ndio utakuwa msimamizi wa kila kitu. Unanisikia binti yangu? nimekusikia mama, lakini usiongee hivyo, utapona. Siwezi kupona. Sawa mama, nimekuelewa. Ngoja nikuletee dokta. Mama, usijali. Tumbo jamani. Kala. Umeamua kuniua. Tumbo.
Binti, hali ya mama tumejaribu kumfanyia vipimo na huduma stahiki kabisa, lakini kwa bahati mbaya mama tuko naye tena. Unamaanisha nini dokta? Binti, namaanisha mama yako amefariki. Binti. Pole, nyamaza usilie. Pole binti. Usilie. Hivi wewe unaona raha sana unavyoingia na kutoka humu ndani kwetu? Sasa sikiliza nikwambie. Kila kitu ulichomfanyia mamangu, yani kila kitu nishakijua. Kumbe una roho mbaya Kumbe mkatili namna hiyo. Yaani sura yako na matendo yako ni vitu very tofauti. Wewe ni shetani sana wewe. Wewe katili. Umemaliza kuongea? Bado sijamaliza, hapo ndo naanza. Sikia nikwambie wewe binti. Wewe ni binti mdogo sana. Wewe sio binti wa kupambana na mimi. Hizi mali unazoziona hizo zote ndani na zingine huko nje, hizo ni mali zangu. Kama mama yako alikudanganya kwamba hizi mali aitafuta peke yake, basi alikudanganya. Nisikilize. Wewe kuendelea kuwa hapa ni kwa neema tu. Nimefanya kama huruma tu wewe kuwa hapa. Siku zingine angalia namna kuniita kuja kuzungumza hapa. Kumbe ni mbwa Utamfuata mama yako alikoelekea? Mbavu sana wewe. Awena. Mbona hivyo? Na simu umenipigia ghafla. Kwani kuna shida gani? Jonas, wewe kwamba unanipenda, si ndio? Swala la kukupenda na kupenda kweli, na nilikuahidi nipo lazi kufanya chochote kwa ajili yako. Kama unanipenda kweli, kuna kazi nataka nikupe. Na kama ukifanikisha hiyo kazi, na kuahidi nitakupenda na utakuwa mume wangu wa maisha. Awena tu labda nikwambie kitu. Kwa jinsi ambavyo nakupenda, nipo lazi kufanya kazi yoyote ambayo utakayonipa ili kupambania tu penzi langu kwako. Sijui umenielewa? Jonas, unafahamu fika mamangu amefariki hivi karibuni. Na katika kifo cha mama, naamini kabisa babangu anahusika. Asilimia zote naamini. Yaani baba yako, yani unamaanisha Kala, si ndio? Ndio. Sasa nataka umfuatilie kila hatua. Nataka udhibitisho kwamba yeye ndiye amehusika katika mauaji ya mamangu. Na kama ukilifanikisha hilo, tutaishi ndani kama mume na mke. Na kuahidi hilo. Awena, labda tu nikuahidi. Mimi sina rafiki. Nilikuahidi kwamba nipo lazi kufanya chochote na nitafanya. Kama ni issue ya rafiki yangu ambaye ni babako, mimi nitamfuatilia. Na hakuna kitu. Sasa mbona unalia sasa? Naumia kwa sababu ya kifo cha mamangu. Naomba sasa unisikilize. Naomba unisikilize. Mimi nipo lazi kufanya chochote. Na kama ni issue ya kumfuatilia, mimi nitamfuatilia na majibu nitakupa hivi karibuni. Mimi nipo lazi kufanya kazi. Yaani umeleta kazi kwa mtu wa kazi. Yaani nakosaje penzi kisa kazi? Awena, naomba relax na utulie. Mimi nitafanya. Sijui umenielewa? Basi usijali. Sasa hivi mimi naondoka naenda nyumbani. Nitakupa majibu jioni. Sawa? Basi kaa utulie.
Sasa mbona bado nalia? Haya ni machungu ya mwisho, haya ni haki yangu, haya ni ya mwisho. Wewe sikiza kitu. Wewe, hivi hakuna sehemu nyingine ya kukaa hapa kujoka yangu? Kitu kimoja kwa makini sana, sawa? Nimetoka kule ndani, nimeangalia kwenye kabati, nimeangalia kwenye mabegi, nimefungua paka kitanda, kwenye godoro, kila kitu nimeangalia. Document sioni. Naomba uniambie, hapa ndani tunaishi mimi na watu hao wawili, document ziko wapi? Na kuuliza document ziko wapi? Kelele. Yaani wewe ulikotoka, mimi nishaanzia kitambo tu. Yaani kumbe lengo lako lilikuwa ni document. Ngoja nikwambie sasa, hapa document upati, chochote upati. Wewe wasema nisikiliza. Hizi document nazitaka. Hizi document ndo maisha yangu. Nakupa masaa 24. Naondoka. Nikirudi nikute document. You understand? Yaani upati kitu chochote, document upati. Muuaji mkubwa wewe, upati kitu chochote, muuaji mkubwa wewe. Upati kitu. Yaani upati kitu wewe, subiri. Jona, Niambie rafiki yangu kaka. wewe ni mshikaji wangu. Nimekuja hapa, nimekuita kwa ajili ya kuzungumza na mambo ya kuongea mimi na wewe. Unajua yule mwanamke yule, mimi sikumpenda hata kidogo. Mimi nilipenda hela zake, nilienda pale kwa ajili ya maslahi. Si umenielewa? Nimekuelewa. Sasa wewe mwanamke alipi hela hapa chochote. Sasa nikaona mimi ni mtoto wa kiume, singapa maskini yule mwanamke, nimeamua kumuua. Kwa hiyo unamaanisha kwamba yule mwanamke umemuua? Swali gani? Swali gani bwana Jona? Badilika. Sikiliza. Kuna kabinti kake hapo tunaishi napo nyumbani hapa. Sawa. Nimeenda kuchukua document, kuangalia document nizimiliki, niweke katika sehemu nzuri. Document hamna. Nikatoka sebleni nikakuta kamekaa kabinti na kauliza kuhusu document. Naishi wawili tu ndani. Kanajibu ovyo ovyo. Na kwa majibu yake tu kale kabinti kanaonekana document kameficha. Kamechukua kameficha, na nimekapa masaa 24, nimekaambia kwamba nikirudi nyumbani nikute document zote zipo na nikabidhi. Sasa wewe kama mshikaji wangu, rafiki yangu, damu yangu, nataka unishauri. Huyu binti ananyima usingizi. Bwana Jona, nifanyeje? Nataka nimiliki zile mali, nataka mimi niwe mtu fulani yani. Sio, nielewa? Sasa Kala, wewe rafiki yangu, yaani tulikotoka mimi na wewe, na sio issue ya kusimulia. Sasa mimi nataka kukuambia yule binti yani anataka kuanza kufuatilia mambo yako na atakuwa amejua. Sasa ukitaka kupoteza ushahidi, yani ukitaka upoteze ushahidi, yule binti naomba Kwisha. Nilitegemea jibu la mtu mwenye akili timamu kama wewe. Mimi ndio maana nakwambia wewe ni ndugu yangu, wewe huwezi kunitupa mimi. Asiwezi nikakutupa na kutupaje? Wewe tulikotoka mimi na wewe. Ameisha. Wewe ni rafiki yangu. Yaani mimi huo ushauri ndio atampata mama yake. Ameisha. Wena, kazi ulionipa nimeifanya kwa ufanisi mzuri, na kitu ambacho naomba uniazime sikio lako usikilize. Mimi ni mtoto wa kiume, singapa maskini yule mwanamke, nimeamua kumuua. Kwa hiyo unamaanisha kwamba yule mwanamke umemuua? Swali gani? Swali gani bwana Jona? Badilika.